mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, 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 ndiye mwambani salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Father, in the name of Jesus, King of kings, Lord of lords, we praise your name, Messiah. We adore you, King of kings. We give all the glory and honor, Jehovah, Lord, unto thee, because you are Christ, Master Jesus. We say thank you, Messiah, because, Lord of lords, you have sanctified us with the precious blood of your Holy Son, which was shed on Calvary, my Father and my God, because of our sins. Father, we worship you and we adore you. And because of that Christ love, my God, because of your kindness, my God and my Father, into our lives, you have given us, my God and my Father, this hour, this opportunity, that we may gather together, my Lord and my Redeemer, and worship you and praise you, my God, and surrender everything unto thee, my Lord, that we may allow you, King Jesus, to touch us, my Father and my Redeemer, that you may allow us, my Father and my God, to touch your garment, King Jesus. We praise your name and we lift your name on high, King Jesus, and we say, my Father and my God, power belongs to you, my Father and my Redeemer. We are gathered here, my Lord and my Redeemer, because of the good plans that you have in our lives. We worship you and we adore you, my Father. We surrender to thee, my Father and my Redeemer, that you may take dominion, that you may reign over, Lord, that you may lead us and speak to us, my Father, in a way that you may understand, my God and my Redeemer, in the mighty name of Jesus. We say thank you for everyone, my God and my Redeemer, those who are together with us from wherever they are, my Father. King Jesus, as you bless us, my Father, don't forsake them, my Lord and my Redeemer. Meet the desires of their hearts, my Father and my God, in the mighty name of Jesus. We say thank you because of your word, my Father and my Lord, which cometh to rebuke us, to rectify us, and even to correct us, my Father. We surrender to thee, my Lord and my Redeemer, that you may minister to us through your word, King Jesus, in the mighty name of Jesus. Father, I surrender my mind unto thee. I surrender my tongue unto thee, my Father. I surrender the whole body, my Father, my God, unto your able hands, that you may use me, my Father, my Redeemer, according to your will, in the mighty name of Jesus. Adonai, give me the version of your word, my God and my Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit of the Lord, you are the teacher. Take dominion, take control, and teach us in the mighty name of Jesus. Father, we worship and we adore you. In Jesus' name we do pray, trust, and believe. Can everyone shout a big amen? Amen. In the name of Jesus, I take this opportunity to welcome you once more time, our viewers, from wherever you are viewing us from. This is Crusaders for Christ. We are surrounded, so we are around
the city stadium roundabout of Modhurwa Road, in that big building called Mega Building, 2nd floor. We welcome you all as you partake of the word of the Lord this afternoon by His grace. My name is Pastor Anita Mutindi under Reverend Dora Warunge. I welcome you all in the name of Jesus. I'm saved and I love Jesus Christ as my personal Savior. Welcome. We are going to teach ourselves from the book of Jeremiah, chapter 2. We are still maintaining the topic of repentance. And more especially, you have to understand, what are you repenting? Let it not be just as usual or a tradition of repenting. Be very keen and be aware and make sure you're understanding. Why are you repenting? And what are you repenting? By the grace of the Lord, through the leadership of the Holy Spirit. I'm going to use both languages by the grace of the Lord, Swahili and English. As we read from first chapter of Jeremiah, the Bible is talking about the servant of God, Jeremiah, who was cautioned by God, or who was commanded by God, who was separated by God, who was anointed by God. And as you read from verse 1, this servant of God, the time God called upon his name, he started complaining. He started giving excuses. Father, I am not worthy. I doesn't deserve. I've done this. But because the Lord our God is so faithful, the Bible tells me that he stretched his hand with a coal of fire and he touched his tongue. And he told him, you have been forgiven. And now you will go according to my instructions. You are going to speak what I will just only command you to speak. And you will just go where I just need you to go. You will not just speak what you feel like speaking. You will not just go where you feel like going. You are not going to meet the people those you desire to meet. But you will just go to the people those I'm going to send you to. Praise the Lord. And thereafter, chapter 2 of Jeremiah, that's now when the Lord our God is sending his servant Jeremiah to his people. Why? Because they had gone astray. They had gone against the word of God. They had done against the will of God. They had rebelled the word of God. And then now the Lord our God saw it good, because he's a God of compassion. He's a kind God. He's full of mercy. He really loves. Na upendo wake hauna mipaka. Upendo wake hauna ukabila. Upendo wake waengamai vitu ambavyo tunaona katika macho ya asilia. Akatazama na akaona, because really these people ninawapenda na ninakumbuka jinsi nilivyowapenda. I gave out my only begotten son, of which you and me today. Ukiulizwa uachilie kile ambacho unapenda sana, ama yule mtoto ambaye unampenda sana, ni vigumu sana kutenda jambo kama hili. So the Lord saw it good. These people niliwapenda na zaidi ninawapenda. Akaona wametenda dhambi, wameenda kinyume na mapenzi yake, na akachukua jukumu ya kutuma mtumishi wake Jeremiah akapate kuwafikia, kama jinsi ambavyo mchana wa leo Bwana kupitia neno lake anatutumia ujumbe wake, tukapate kujirudia, tukapate kujichunguza na kuangalia ni kitu gani ambacho kimetufanya tukafarakana na upendo wa Bwana, ni kitu gani ambacho kimetufanya tukaondoka katika njia za Bwana, ni kitu gani ambacho kimetufanya tukaondoka katika mausia ya Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. And this is what the Bible says. I'm reading in Swahili. Neno la Bwana likanilijia kusema, this is Jeremiah speaking, enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu, ukisema, Bwana asema hivi, na kukumbuka hisani ya ujana wako,
upendo wa wakati wa utoso wako, jinsi ulivyonifuata uko jangwani, katika nchi isiyopandwa mbegu. Praise the Lord. This is now the servant of God. Ametumwa na Mungu Jerusalemu. Hakawaulize swali. Ametumwa na Mungu kwa Anita. Ametumwa na Mungu kwa Beatrice. Mtumishi wa Mungu ametumwa kwa ajili ya kuja kutuuliza swali, kwa ajili ya kutuja kutuelekeza, kwa ajili ya kuja kuturudia, kwa ajili ya kukuja kuturekebisha. Ni kwa nini? Sababu tumesahau mausia ya Bwana. Tumetoka katika njia za Bwana. Tumetoka katika malengo ya Bwana. Akaambiwa akawaulize, wakakumbuke from the first day, the time you confess that Jesus Christ is your personal Savior. The time you confessed and said, now I'm forsaken the worldly things. I'm going to follow the word of God. I'm going to do as per the word is commanding me to do. Akaambiwa enda uwakumbushe, enda ukalie masikioni mwao, enda ukalie katika masikio ya wale ambao wamekiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Enda ukalie katika masikio ya wale ambao wanasema ya Bwana, nimemkubali Bwana katika maisha yangu akawa mwokozi na mkombozi. Nimekubali kuenenda sawasawa na mapenzi ya Bwana. Kama jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu anaposimama kunena nasi, huwa anaachilia ujumbe ambao Bwana amemwamrisha akapate kuachilia kwetu, tukapate kurekebika, tukapate kumrudia Bwana, tukapate kunyenyekea kwa Bwana, tukapate kutubu wale ambao sawasawa na neno inavyosema tumetenda kinyume na Bwana. Praise the Lord. So the servant of God was commanded to cry loudly, mahali ambapo kwa masikio ya wale watu ambao Bwana anawapenda. Aliwapenda upeo, akatoa mwanao wa pekee akafa ni kwa ajili ya dhambi zao, kama jinsi ambavyo alitupenda mimi na wewe. Akatoa mwanake wake wa pekee pale Kalvari, akafa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Biblia inasema ya kwamba aliambiwa aende awakumbushe wakati ambapo walimtumainia Bwana, wakati ambapo walimtazamia Bwana, wakati ambapo walimwambia ya kwamba wanahitaji msaada wake, wanahitaji kuokolewa na yeye, wanahitaji uponyaji wake. Kama jinsi ambavyo wewe wakati ambapo ulikuwa katika dhiki, wakati ambapo ulikuwa katika shida, wakati ambapo ulikuwa katika kuonewa, wakati ambapo ulikuwa katika hali ya kufinyiliwa, uliinua sauti yako mbele za Bwana ukamwambia Bwana, I surrender all to thee. Nimejiachilia kwako, ukachukua nafasi sasa na ukatende mapenzi yako katika maisha yangu. Yeremia akaambiwa akawakumbushe wakati ule ambao ulikuwa ni wakati wa ujana, kama jinsi ambavyo kijana na msichana wanapopendana, there are those sweet words ambazo huwa tunatumia. Hosea, my dear, I love you. Ninapokuona hata ninahesabu mchanga katika bahari napata hesabu. This is sweet words. Na wewe wakati ambapo unakiri Yesu Kristo, unasema ni wewe, kila kitu changu ni kwako, yote nitakayofanya ni kwako, njia nitakayofuata ni kwako. Yeremia alitumwa kuwakumbusha, akawauliza huo upendo wa kwanza huko wapi? Ni kitu gani ambacho mmeona kikafanya mkatoka katika upendo ule wa kwanza wa Bwana? Ni kitu gani ambacho kimefanya mkatoka katika njia za Bwana ambazo mlikiri katika vinywa zenu ya kwamba mtaenda kufuata na kutenda sawasawa na maagizo, mtaenda kufuata amri ambazo Bwana ameweka katika vinywa vyetu kupitia kwa neno lake? Biblia inasema nini katika mstari wa 3? Biblia inasema hivi: Israeli walikuwa utakatifu wa Bwana, malimbuko ya uzao wake, wote watakao mla watakuwa na hatia, uovu utawajilia, asema Bwana. The time you confess Jesus Christ as your personal Savior, huo wakati ulikuwa moto, ulikuwa unatambua ya kwamba hili nikifanya ni chukizo mbele za Bwana, hii njia nikipita ni chukizo mbele za Bwana, haya nikitamka ni chukizo mbele za Bwana, nikikaa katika hiki kikao ni chukizo mbele za Bwana, nikichukua hatua hili ni chukizo mbele za Bwana.
Ndiposa Yeremia alitumwa, na ndiposa neno la Bwana siku ya leo imekuja kwa ajili yetu, tukapate kujichunguza, tukapate kukumbuka wakati ambapo tulikubali kumfuata Bwana, ni kitu gani ambacho kimefanya tukaondoka, ni kitu gani ambacho kimefanya tukapunguza ule upendo wa kwanza, ni kitu gani ambacho kimefanya tukaondoka katika mausia ya Bwana, ni kitu gani ambacho kimepunguza ule upendo ama ile tamaa, ile shauku ya kuambatana na Bwana, ile shauku ya kukaa mbele za Bwana, ile shauku ya kukiri jina la Bwana usiku na mchana, ile shauku ya kulinua jina la Bwana hata ukiwa katika jangwa, hata ukiwa katika kufinyiliwa, hata ukiwa katika mateso, hata ukiwa katika dhihaka, hata ukiwa katika maumivu. Ni kitu gani ambacho kimekufanya ukaondoka katika hali kama hiyo, na ikawa ni mazoea, ikawa ni chukizo, ikawa ni kulalamika, ikawa ni kuungunika, ikawa hakika unaona nikana kwamba Bwana amekuacha? Hili neno limekuja ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, nikapate kujichunguza. Pengine ni matendo yangu, pengine ni mawazo yangu, pengine ni kunena kwangu, pengine ni kutembea kwangu, pengine ni marafiki ambao nimejiunganisha nao, pengine ni mahali ambapo ninafanya kazi, pengine ni ile mahali ambao niko nao. Mchana wa leo Bwana sauti yake inanena nasi. Ni wakati watu wa kujichunguza, ni wakati watu wa kujirudia, ni wakati watu wa kujiita meeting na kuangalia ni kitu gani ambacho kimefanya upendo ule wa kwanza ukatoka ndani yetu, kwa ajili ya kumtafuta Bwana, kwa ajili ya kumuinua Bwana, kwa ajili ya kunyenyekea mbele za Bwana, kwa ajili ya kumtafuta Bwana madamu yapatikana. Na wakati ambapo unajichunguza, wakati ambapo unajifahamu, wakati ambapo unajiangalia, wakati ambapo unaelewa ni jambo gani, huu ndio wakati ambao unastahili wa kwenda mbele za Bwana na kuomba msamaha, wa kwenda mbele za Bwana na kumwambia nimetambua ya kwamba nimetenda dhambi mbele zako, nimekuwa chukizo kwako, nimejizuilia mimi mwenyewe, nimejichelewesha mimi mwenyewe, nimejifunga mimi mwenyewe, ili hali ninalalamika ya kwamba ni marafiki wamenifunga, ni mama yangu amenizuia, ni kanisa limenifunga, ni mtu wa Mungu amenifunga. Kumbe ni dhambi yako, kumbe wewe ndio umeenda kinyume, kumbe wewe ndio umetoka katika upendo wa Bwana, wewe ndio umetoka katika njia za Bwana. Kwa hivyo mchana wa leo hakika wacha ukajionji na ukajichunguza ndani ya moyo wako kupitia uongozo wa Roho Mtakatifu, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, ukaelewe ni kitu gani ambacho unahitaji ukajiachilia kwa Bwana na kumwambia ya kwamba mimi nimetenda dhambi na niko hapa mbele zako, ninahitaji msamaha wako, ndiposa nikapate kufikia kile ambacho kimeitanishwa na jina langu, kile ambacho umeweka kwa ajili yangu, ambacho hakuna sikio limesikia, ambacho hakuna jicho limeona, na hata hakuna moyo uko na habari kuhusu kile ambacho Bwana ameweka kwa ajili yako. Ila tu ni mimi mwenyewe nimejizuia kwa kufarakana na mapenzi ya Mungu, kwa kufarakana na mausia ya Bwana. Yes, he gave out his only begotten son because of our sins. Lakini imekuwa kawaida, imekuwa mazoea. Nitatubu leo, nitatubu kesho, nitatubu Jumapili. Imekuwa ni mazoea, ili hali hauchukui nafasi ya kujichunguza ni kitu gani ambacho unatubu. Umefanya jambo gani? Kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu. Yes, Yeremia akaambiwa akawakumbushe wakati ambapo waliokoka, wakati ambapo walikuwa na Bwana, walikuwa ni kama vijana wakati ambapo wanatongosana, wakati ambapo wanatafuta kila mmoja kuwa mpenzi kwa mwingine. Mstari wa 4 neno inasema hivi: lisikieni neno la Bwana, ninyi nyumba ya Yakobo, na ninyi jamaa zote wa nyumba ya Israeli. Lisikieni neno la Bwana, nyinyi wote ambao mnaitanishwa na Mungu, nyinyi wote ambao mlikiri ya kwamba Kristo ni Bwana, nyinyi wote ambao mnasema ya kwamba yupo na yuaja, nyinyi wote ambao mnasema ya kwamba despite all the challenges our Redeemer liveth. Yes,
It may be the talk of a day, ama iwe ni poem tumezoea kwa vinywa vyetu, lakini tunakumbushwa mchana wa leo, wale watu ambao tumeitanishwa na hilo jina, wale watu ambao tunakiri ya kwamba Kristo ni Bwana, wale watu ambao ni barua ya wengi kusoma, wale watu ambao tuko kama chumvi, ambao kazi ya chumvi ni kuleta ladha katika chakula. Ndio tunakumbushwa hili neno, tunaambiwa tukasikize. Bwana asema hivi, baba zenu waliona dhuluma gani kwangu, hata wakafarakana nami, wakafuata ubatili, nao wakawa ubatili. Wala hawakusema, yuko wapi Mungu aliyetutoa katika nchi ya Misri, akatuongoza jangwani, katika nchi ya ukame na mashimo, katika nchi ya kiu na ya kivuli cha mauti, katika nchi ambayo ndani yake hapiti mtu, wala haikaliwi na watu. Praise the Lord. What has happened to me and to you is our beloved brethren, is a child of God. Ni kitu gani, ni jambo gani ambalo limefanya tukabadilika? Ni kitu gani ambacho kimefanya tukamwasi Mungu? Ni kitu gani ambacho kimefanya tukafanya Mungu kuwa mazoea, wokovu kuwa mazoea? Wakristo wa Jumapili, churchgoers, benchwarmers, lazima niende kanisani, sababu nisipokuwa lazima pastor atanitafuta. Ni kitu gani? Ili hali we don't understand the reason we are gathering there. We don't understand the reason the Lord has given us this authority, and he has corrected us from east, from west, from south, from north, and he has given us a city that we may gather together and worship him in truth and spirit. Ni kitu gani ambacho kimefanya tukabadilika? Bwana anahitaji tukajirejelee. Bwana anahitaji tukajionje, tukajiuliza maswali kama haya, na tunapotambua, tunapofahamu ni kitu gani ambacho kimefanya tukabadili, tukawa sio jinsi ambavyo tulivyoanzia, tukawa sio Wakristo ambao hata Bwana akiwa mbinguni anafahamu ya kwamba tupo. Ni wakati sasa wa kuinua sauti zetu, ni wakati sasa wa kuinua mioyo yetu, ni wakati sasa wa kuinua mawazo yetu na kuambia Bwana ya kwamba tumetenda dhambi, tumegairi wema wake, tumegairi upendo wake, tumegairi mausia yake, na tunahitaji akatusamehe. Wakati ambapo tunaenda mbele za Bwana na kuomba msamaha, tukiwa tumejielewa, tukiwa tumejitambua, ni mwenye haki, anapotusamehe akumbuki tena makosa yetu. Lakini ile kitu ambayo inafanya Bwana atusamehe ni kwamba tumefanya mazoea. Tunasema our Lord's Prayer inasema ya kwamba na tusamehe makosa yetu kama jinsi ambavyo tunasamea wengine. Ili hali utambui ni kitu gani unasamehewa. You have every good reason to call a meeting of the whole of yourself. Search your heart, search your mind, search your body. Chunguza ni kitu gani ambacho kimekuwa chukizo mbele za Bwana. Ni kitu gani kimefanya Bwana akangeuka na kuangalia kando, hakutazami? Umekuwa umeoza, unanuka mbele za Bwana, ameficha uso wake sababu ya dhambi zetu. Ni kitu gani ambacho kimekuwa chukizo mbele za Bwana? Analia kila wakati, tuombe msamaha, tuombe msamaha. Lakini wakati ambapo tunaelekezwa kuomba msamaha, unasimama tu na kuanza kusema Bwana nisamehe, Bwana nisamehe, Bwana nisamehe. Ni kama kanisa ingine niliona unakuanga na kilemba kwa vichwa, na kwa mlango ni bendera iko pale. Unapotanga saa yote wasamehe, wasamehe, wasamehe. Sasa ni nini? What's this? Imekuwa hivyo hata kwetu, imekuwa hivyo hata kwetu. Because inastahili tuombe msamaha. So wewe uko pale, Baba nisamehe, Baba nisamehe, Baba nisamehe, Baba nisamehe. Anakusamea kitu gani? Umekubali Roho Mtakatifu akakuchunguza na akakushawishi ndani ya dhamira yako ya kwamba hii ndio dhambi ambayo imekufunga, hii ndio dhambi ambayo imekuandama, hii ndio dhambi ambayo inafanya unakuwa chukizo mbele za Bwana, hii ndio dhambi ambayo imekuwa haipendezi mbele za Bwana.
Ukiangalia mara nyingi wanasema kuna zile dhambi wanga tunahesabu ni kama dhambi, lakini kwa Mungu hakuna dhambi ndogo na hakuna dhambi kubwa. A sin is a sin. Hiyo umedharau, hiyo umechukia, hiyo umefanya nini? A sin is a sin. And the reality of the matter is that as a Christian, any single day, any single second, any single hour, you have done something that is against the will of the Lord. Lazima your conscience has to speak to you. Lazima huwa iendi hata sekondi mbili, unaanza kusikia dhamira yako inakusawishi ya kwamba kuna kitu ambacho umefanya ambacho hakiambatani na Mungu. And that's the right time for you now to go before your maker and seek for repentance. Mara nyingi watu tuna assume, lakini huo ndio wakati ambapo unasikia. I'm sorry to say, just tonight kuna kitu nilikumbushwa usiku kama nimelala, na nilikumbushwa kuhusu hasira, na nikakumbushwa kitu moja nilifanya. Hasira vile niko size 8 in my lifetime. Sijawahi amini kusimama na lady tubishane any single day. Mtu anaitwa mwanamke, wewe unatoshana nini, wewe unatoshana nini? Sijawahi. Lakini Mungu amenifunza kuacha hiyo character in the hard way. Ijakuwa rahisi. Mwaka ikafika mahali ya kwamba badala ya kukasirika unapata ninacheka. So just tonight nilikumbushwa a lady ambaye nilimweka teke moja, na ni kitambo ile tu mzaa leo tu mtu unapita alafu mtu anakufanyia ile dhiaka ya nini such like. So nilipinduka na nikamweka teke moja. Akaamka pale akisema anaenda post, na kufika post, I'm telling you a true story ambayo nilikumbushwa last night. Nani ya kitambo? Alienda police post, na kufika pale nilifika nikampata anaandikisha OB, na nikaambia askari stop what you are doing. Nataka kufanya kazi hapa, hii ndio kiwanja ya serikali, ndio ukiandika chenye unaandika ulipo kwa ile kazi umeona na umefanya na utalipwa mpaka overtime. Askari alifukuza huyo mwanamke. Akamwambia toka hapa uende. Mwanamke akatoka tena mbio akikimbia, akilia, akiniona nyuma, lakini nikamwambia nimekusamea ambacho usifanye hiyo mzaa tena. Hiyo kitu nimekumbushwa last night. Why? There are some things about tunafanya, tunafikiria ni kawaida, unasema ni lifestyle ama ilikuwa ya pale, wakati ambapo unaambiwa ni wakati wa kuomba msamaha na kutubu. Wacha tuombe Mungu atukumbushe kupitia Roho Mtakatifu. Tunastahili kutubu kwa ajili ya nini? Isikuwe tu mazoea. Ndiposa Mungu atende yaliyo mapenzi yake. Alituma Yeremia kukumbusha wana wa Israeli katika ile hali ambao aliwatoa tangu Misri, yale yote ambao aliwatetea, zile vita zote ambao aliwapigania, lakini inafika mahali wanasahau ya kwamba ni Mungu amewatendea. Inakuwa ni kama kawaida. The same to you and me. Mungu amekuokoa kutoka kwa hali ambao mwanadamu angeweza kukuokoa. Mungu amekuponya ugonjwa ambao madaktari walikuwa wameshindwa. Mungu amekuinua kutoka kwa hali ambao watu walisema ya kwamba huo ndio mwisho wako. Lakini wewe unafika mahali unasahau ya kwamba ni Mungu amekutendea haya, na unarejea ile hali yako ya kawaida ambayo inakuwa ni chukizo kwa Mungu, inakuwa ni hasira kwa Mungu, inakuwa ni Mungu akiangalia anaona upendo wako umeondoka kwake, na inakuwa ni uchungu ndani ya moyo wake. Kwa hivyo kanisa, tunahitaji kukaa mbele za Bwana kwa kutubu kila wakati. Wakati ambapo kuna kutubu, unapata kuna amani, kuna upendo, kuna uponyaji, kuna kuinuliwa, kuna kubarikiwa. May the Lord our God grant us this grace. Kuelewa tunatubu
Mungu ni kwa sababu gani, na ni kitu gani ambacho tunaomba Mungu akapate kutusamea, na wakati ambapo tunaomba akatusamea, je, tunamaanisha ama ni ile mazoea tu hapa kwa mdomo? I said yesterday, haijalishi, msamaha ni kwa kila mtu, mahali pote ulipo. Even your own child anaweza kukosea ama unaweza mkosea. Sitasema sababu Robert ni mtoto wangu na mimi ndio nimemkosea hakuja niombe msamaha, itabidi nifunjike, so long as the Holy Spirit has directed me. Pengine mahali huko wewe unafanya kazi, unasema ya mpe boss, so wale ambao wako chini yangu hata nikiwafanyia makosa wao ndio wanafaa kuomba msamaha. Msamaha ni mara mbili, ni njia mbili, kwa mwenye kuomba msamaha na mwenye kusamehewa. Lazima tuambatane na lazima tukubaliane, ndiposa Mungu naye aingilie kati. Sababu mahali ambapo hakuna umoja hakuna msamaha, mahali ambapo hakuna msamaha hakuna upendo, mahali ambapo hakuna msamaha hakuna amani, mahali ambapo hakuna msamaha hakuna baraka, mahali ambapo hakuna msamaha hakuna kuinuliwa tena. Praise the Lord. So my viewers and my listeners from wherever you are, may the Lord our God give us this grace. Ndio ni jambo gumu. Wanasema the word sorry is a 5-letter word, lakini inakuanga ni ngumu sana kuitamka. Mara nyingi tunapoamka inatoka hapa kwa mdomo, lakini kwa moyo inamaanisha kitu kingine. Wacha tujifunze iwe inatoka ndani ya mioyo yetu. And all shall be well with us by the power of the Lord our God, Jesus Christ, who has called us. Ni Mungu ambaye anapenda, na akipenda habadiliki, na akipenda afini mtu, akipenda anamaanisha. Kwa hivyo wakati ambapo unaomba msamaha mbele zake, omba msamaha ukiwa unamaanisha na ukiwa na imani ya kwamba utasamehewa, na unaposamehewa forget about the past and be focused. Unapatanga mara nyingi tukiwa Wakristo nasema ndio nitamsamea lakini sitawahi sahau. Haujasamea, you have not forgiven. You have to forgive and forget. Lakini kama unasema nilimsamea lakini sitawahi sahau, ishara ya kwamba umebeba ndani ya moyo wako, na kama umebeba ndani ya moyo wako hauna nafasi, hakuna nafasi ya msamaha wa Mungu ndani ya moyo wako. So lazima usamehe na usahau na uondoe, ndiposa na yeye akapata kupata nafasi ndani ya moyo wako wa msamaha. Praise the Lord. Wacha Mungu atuneemeshe, wacha Mungu atuhurumie kwa upendo wake, sababu yeye ni Mungu wa msamaha na yeye si mwepesi wa hasira. Huwa anasema Mungu angekuwa na character ambao wanadamu tuko nao, hii dunia haingekuwa na mtu hata mmoja. Because nitaangalia hivi tu niseme Pastor Rab, mimi ndio nimekuweka vumsi, alafu mmenifanyia madharau, naifanya tu kama taya na kuacha hapo ukiwa msoga na ninasonga. Lakini Mungu hafanyi hivyo. Imagine all the time tunafanya dhambi, lakini ako pale anasema my daughter, my son, niko hapa kwa ajili yako, kuja. Kwa hivyo huyu Mungu ako hapo kwa ajili yetu, he is there forever. Kwa hivyo tujifunze kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu wakati ambapo tunaenda mbele za Bwana kumwambia ya kwamba tunahitaji msamaha. Wacha tuombe msamaha kutoka ndani ya mioyo yetu, kilindini cha mioyo yetu, akapate nafasi na kutenda yaliyo mapenzi yake kwa maisha yetu, kwa kazi zetu, kwa ndoa zetu, kwa huduma zetu, kwa watoto wetu, kila mahali pote ambapo tuko. Wacha tukawe watu ambao tunasomeka kwa upendo wa msamaha kwa jina la Yesu Kristo. May the Lord our God bless each one of us in the name of Jesus. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we worship you, King Jesus, and we adore you. We bless your name, my Father and my God, as we acknowledge your great love, your love, your love, your love, my Father. Adonai, your presence and your power and your mercies which endures forever, my Father.
Receive all the glory and honor, my Father. Kwako Masia tu twajiachilia. Tupe neema Masia ya kusamea kutoka kwa moyo, ya kutubu kutoka kwa moyo Jehova. Ndiposa ukapate kuambatana nasi, ndiposa ukapate kutuinua tena, ndiposa ukapate kutubariki tena, ndiposa ukapate kutuimarisha katika jina la Yesu Kristo. Wewe watosha, unabaki kuwa Mungu milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Can everyone shout a big amen? Amen. Amen. Thank you, our viewers within Kenya, Nairobi, out of Kenya. May the Lord our God bless us all. In the name of Jesus. Shalom, shalom, shalom. We have our till number. If you want to support this ministry, that is 51 39 543. Crusaders for Christ. We also have M-Pesa number, that is 0722 239 555. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen.